siongei habari ya Roho Mtakatifu, naongea juu ya malaika na kazi zao. Naomba nisome Hebrews chapter 1 verse 14. Hebrews chapter 1 verse 14 inasema, je, hao wote sio roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakaomiliki wokovu? Je, hao wote si roho watumikao wakitumiwa kuwahudumia wote watakaomiliki wokovu? Malaika ni viumbe walioumbwa na Mungu. They are created to serve. Walioumbwa na Mungu ili wamtumikie ama wao wanatumika. Malaika waliumbwa kwa ajili ya kutumika, to serve him au to serve God. Number 2, Roman numbers, to carry out its duties. Malaika waliumbwa kwa sababu how to carry its duties. Number 3, they are sent to help, protect, guide and deliver God people. Kazi ya malaika kuwa waliumbwa ili wawe wanaweza kuwa help, wanaweza kuleta protection, wanaweza kuleta guide, wanaweza kudeliver God people. They are active in the life of believers. Nataka niongeze mstari mwingine, Luke chapter 22 verse 43. Luke 22 verse 43 inasemaje? Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Malaika pia wakati ambao uko hali mbaya, malaika wanatokezea kukutia nguvu. Sasa hivi contradict, tunasema roho wa Mungu akukutia kukubariki, lakini malaika waliumbwa wakati uko hali mbaya wakutie nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko na mambo mawili very important ndio nasema kujua, na hapa ndio naanza kukosea. Angels are not to be worshipped. Malaika hawakuumbwa watu waabudu. Kuna watu wanaabudu malaika. Malaika hawakuumbwa kwa kuabudiwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika si wa kuabudiwa. Hawakuumbwa waabudiwa. Ukienda kwa kanisa, ukienda kwa dini, ukienda mahali sio watu wanaabudu malaika, jua hao kabisa wanakupotosha. Haujanisikia? Naongea vizuri, nasema ukienda mahali usikie watu wanaabudu malaika, kuna saa inapita wanaita malaika, kuna saa wanapiga magoti wanaabudu malaika. Hapana, malaika si wa kuabudiwa. Malaika waliumbwa na Mungu ili hawa anawatumia. Anawatuma kwa watu kuleta protection, kuleta help, kuwakomboa, kuwaokoa. As believers, we should live in righteousness and obedience so that we can experience the ministry of angels in our life. Kama muumini ni vizuri ukae maisha matakatifu na maisha ya obedience, ndio weze malaika waweze kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema point mbili very important. Malaika si wa kuabudiwa. Point ya pili, malaika ili uweze kupata huduma ya malaika lazima utembee maisha matakatifu, tena maisha ya obedience. Amen. Nitakusomea sana tunapoendelea. Kuna mahali malaika, Biblia inasema nimetuma malaika wangu akutangulie
Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nimechunguza kwa undani nikakuta watu wanakosa kufanikiwa, wanakosa kuona mafanikio ya Mungu kwa sababu Mungu amedelegate duties kwa malaika. Kama vile Bwana Yesu asifiwe. Naomba nipeane mfano hii. We have the coming of the nation. Na in the coming kuna duties. Kuna waziri, kuna MP, kuna MCA. Na pia kuna chief. Hawezi ukadharau waziri, hawezi ukadharau chief, na ukaamua utaenda direct kuona rais. Tuko pamoja? Yaani kwa sababu wakati rais alipodelegate kazi akahakikisha kuna mzee wa mtaa, akahakikisha pia kuna sub chief, akahakikisha pia kuna chief, akahakikisha kuna ndio na tena kuna MCA. Hiyo ni baadhi ya wale watu wanaweza vikia haraka, na ukiwaambia shida zako watakusaidia, watakuwa wamesaidiwa na rais. Lakini wewe wanasema kwamba mimi siwezi sikiliza MCA, mimi siwezi ongea na chief, mimi siwezi ongea na ndio wewe, mimi siwezi ongea na yeye. Ndugu yangu, maisha utaona ikiwa magumu, utaona maisha ikiwa magumu. Kwa sababu gani? Umedharau. You are not obedient to, you are not submitting to. Ni lazima uwe mnyenyekevu kwa hao watu ndio uweze kupata huduma ya rais. Amen. Hivyo hivyo Mungu anadelegate kazi, anaweka watumishi wake. Watumishi wake wanasimama wakuelekeze. Bwana Yesu asifiwe. Alafu malaika wanashiki nao watakuelekeza sehemu zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na aina 7 types of angels. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 7 types of angels. Kila malaika na kazi yake. Hallelujah. Amen. Si mtu aseme amen. Amen. Watu wanakimbia huku na huku, na kumbe msaada uko karibu. Nimesema as a believer you should live in righteousness and obedience so that you can experience the ministry of angels in your life. Ukiamua kuishi maisha ambayo si matakatifu, hiyo ndio utapata. Hello? Tuko pamoja? Ukiamua kuishi maisha ambayo si ya obedience, hiyo ndio utapata. Kwa hivyo the first qualification kuona malaika wanakuhudumia, you should have to be living a life of righteousness and obedience. Say amen. Amen. Malaika wa kwanza, nguvu ya kwanza ya malaika. Hallelujah. Amen. Ni malaika wa ujumbe, messengers angels. Messengers angels. Malaika wanaotuma. Ninaomba watu wafungue Biblia tusome sasa. Unaweza chukua Biblia, nataka watu wasome kwa wengi, haraka haraka. Luke chapter 1 verse 26 to 28. Luke chapter 1. Grupu ya kwanza ya malaika. Hallelujah. Luke chapter 1 verse 26 to 28. Daniel chapter 8 verse 16. Haya nitarudia. Grupu ya kwanza nimesema messengers, angels. Luke chapter 1 verse 26 to 28. Naomba waandike ndio tusome kwa wote. Daniel chapter 8 verse 16. Daniel chapter 8 verse 16.
Daniel chapter 9 verse 21 to 23. Daniel chapter 9 verse 21 to 23. Naomba watu wafungue sasa tusome. Please. Sasa hiyo ni grupu ya kwanza. Messengers hao wanatumwa kuleta ujumbe. Wanaleta ujumbe kutoka kwa Mungu. Kama unaandika, wanaleta ujumbe kutoka kwa Mungu. Pia wanatuma kufunua mambo ya baadaye. Wanakuja kufunua mambo ya baadaye. Wanakuja kuleta mwongozo. I have 3 points. Because I'm those schedules, I will some maandiko improve whether it is true or wrong. Wanaleta ujumbe kutoka kwa Mungu. That is one. Number 2, Roman numbers. Wanaleta ufunuo wa mambo ya baadaye. Mambo utakao kuja wanakuletea hiyo report. Pia wanaleta mwongozo ama mwelekeo. Aya nisome. Yuko chapter 1 verse 26. Nasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyu ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Hiyo grupu kiongozi wao anaitwa Gabriel. Anaweza sikuwa. Halo. Tuko pamoja? Hapa kuna kitu watu wanakoseana. Sawa? Unasikia mtu wa kutojua anaanza kuomba maombi, haleluya, Bwana katika jina la Yesu, na muita malaika Gabrieli haingie hapa hata kukatakata watu. Mpendwa, kuna vitu huwezi fanya. Huwezi kuamuliza ndio haingie mtaani kushika watu na kukatakata. Huwezi kuamuliza sabushi aingie mtaani na aanze kushika watu akiwaweka pini. Shiba kwangi na bunduki, shiba kwangi na pini, ndio kwangi na bunduki. Sasa unaanza kuamuliza mtu aingie kwa kazi ambazo yake. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema amen. Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Watu wanasikia mtu akiomba maombi na itisha malaika Gabrieli hakuja na ingia katika kijiji. Hakuna. Kila malaika kuna njuti yake. Amen. Amen. Malaika Gabrieli ndiye anasimamia kikosi ya messengers. Anatumwa kuleta ujumbe. Anatumwa ndiye kiongozi hiyo msafara. Anatumwa kuleta ujumbe kwako. Yale mambo yatakao kuja, yale mambo yatakao kupata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika Gabrieli akatumwa kwa Mary kumwambia ripoti ni kwamba huko mbinguni umepata neema na kibali, utapata mimba. Huyo tena messengers waliotumwa au malaika kasema kuleta ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tumoja tusome Daniel chapter 8 verse 16. Hello. Mwenye kwenda fika. Mechaka. Naona 1 2 3 wanalala. 8 verse 16. Yes. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto iliyopita na kusema, Gabrieli, fahamisha mtu huyu mambo haya. Verse 16. Yes, nimesoma. Everything, please. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto iliyopita
ya Gabrieli si ya vita. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Sio ya vita. Yeye ni messenger, ameambiwa akaambiwa wewe Gabrieli mfahamishe juu ya maono haya. Hebu tusome chapter 9 verse 21. Yes. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabriel aliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. 23. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maneno haya. Amen. Grupu ya kwanza ya malaika ni wanaoleta ujumbe, na nimekuambia mkubwa wao ni Gabriel. Inua mikono sema haleluya. Nasema inua mikono sema haleluya. Hiyo ni grupu ya kwanza. Kwa hivyo wakati unapoomba maombi yako, wakati unapoona unaongozwa unaambiwa mambo kama haya, unaona ukivuka mito, unaona ukiambiwa hii mambo utashinda, njua the leader of those angels ni Gabriel. Amen. Grupu ya pili inaitwa archangels, malaika mkuu. Archangel, malaika mkuu. Na hapo tofautisha hapo, sio unaona vitu ama unaenda unaona watu wanafanya vitu. Hiyo grupu inaongozwa na malaika anaitwa Michael. Malaika mkuu Michael. Kazi yao ni kuongoza vita vya kiroho. Michael, grupu ya kwanza inaongozwa na malaika anaitwa Michael, ambao huongoza vita vya kiroho. Namba 2 ni Roman numbers, kulinda watu wa Mungu. Namba 3 in Roman numbers, hiyo grupu ya Michael kuongoza jeshi la malaika. Daniel chapter 10 verse 13. Daniel chapter 10 verse 13. Revelation chapter 12 verse 7 to 8. Revelation chapter 12 verse 7 to 8. Judah chapter 1 verse 9. Hebu soma hiyo mstari miwili, Daniel na Revelation please. Tuone unakwenda tatu tu. Revelation chapter 12 mwenye kama chafungua Daniel chapter 10. Daniel 10:13. Yes. Daniel 10:13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipiga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huku pamoja na mfalme wa Uajemi. Niendelee Mpaka vatasa peke yake. Yes. Nimekwambia inaongozwa na Mikaeli. Tuyo, Revelation chapter 12 verse 7 inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Mpaka hivi. Nao hawakushinda wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Nimekuambia grupu ya pili ni ya vita vya kiroho.
siku moja usiku nikiwa ninaomba, Bwana Yesu asifiwe. Siku moja usiku nikiwa ninaomba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nilipokuwa katika ile hali nikiomba, hali ilikuwa mbaya. Nikaamka saa 7 nikaomba, na kitu kama saa 9 nikaona nimepelekwa ni mfumo. Nikaona tunapatana mtu mwingine akajipiga chini. Akaniambia, I'm the commander of the army of heaven. The battle is not yours. Wait and you will see. Na hiyo vita ilishia pale. Asubuhi yake nikasikia mambo yanaanza kutokea kila kona. Huyo ni malaika anasimama kupigania vita vya kiroho. Unaweza kuwa katika ndoto ukaona ulikuwa kwa vita na ukaona unashinda ile vita. Hizi ya kiroho si wewe unapigana, si ya mwili. Hao kuna saidino unakuwa hali hata wewe wesi. Wanasimama kwa nafasi yako kupigania. Sema amen. Hao malaika wakiongozwa na nani? Wanaongozwa na nani? Michael. Inua mikono, sema Michael. Bwana Yesu asifiwe. Vita vya kiroho, wakati watu wanaona mtu anaomba anazama, anaongea na mtu, unasikia kabisa ile hali anayopitia, ile hali aliyoko, anashindwa vita katika nani, anashindwa mama ataimarishaje. Malaika Michael na jeshi lake wanaingilia katikati kupigania. Amen. Haleluya. Najaribu kwenda haraka. Nimesema we are 7 in group. Oh, numbers. Number 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 3. Seraphim angels. Seraphim angels. Hallelujah. Umeandika seraphim angels. Amba kila mtu asimame basi kama umeandika. Nianza kwenda kwa nyingine zile ndii. Kwa sababu kila sala la kila mtu asimame. Wakati unapoongea vitu very important, Shetani anataka kwa usingizi. Anakuletea mambo ambayo unaanza kutafakari ambao mtu hapo maana. Amen. Nataka nihesabu 1 2 3 pike vingine na turudi tuketi. 1 2 3 shangilia Yesu na makofi na vigelegele. Nasema 1 2 shangilia Yesu na makofi na vigelegele. Wanaongoza jinsi ya kumsifu Mungu daima. Na unajua pia tunapokuwa na malaika wa Mungu, pia kuna malaika wa Shetani. Na wanapinga kusimama Mungu. Namba 2 ndio maana kuongoza ama kuonyesha utakatifu wa Mungu. Serafi wanaongoza jinsi ya kuishi maisha matakatifu. Wanaongoza jinsi
nyumbani ndio kama kwa Mungu. Ndio hata kwa unasikia kufanya kitu, ukasikia kitu kingine na kuambia usifanye. Huyo malaika ambao ni watakatifu, ndiye atakwambia usiingie hapo, usifanye hivi. Lakini unaenda na maji. Already umekosa kuwa obedient kwa hiyo malaika wa watakatifu. Tunaelewana? Anaweza sio? Amen. Nilikuwa naongea na mtu mwingine. Tukaongea nikamuuliza ulipookoka. Baada ya kuokoka Mungu wakati Mungu hakati mkono. Mdomo kufunguka huko. Hapana. Baada ya kuokoka Mungu uko nayo. Kama ulikuwa mnene Mungu iko. Na kumbe haitengenezwi kwa nyumba. Kumbe iko mbali. Kwa hiyo utaamka wewe mwenyewe hiyo Mungu yako kuongoza mpaka kwa mbali. Na wewe mwenyewe unatoa pesa upeane. Na unapata chupa, urudi ufungue na wakati ukumi. Sasa wakati unapotoka kwa nyumba ukienda mbali unasikia kitu kingine na kuambia si umeokoka. Wewe tuko pamoja. Tumesema kingine imani. Anaweza sio. Amen. 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 Mama jana ameniambia hivi. Bwana kaka ni sisi ndio mtu ameniacha nguo. Hata pale mshoni. Anataka nguo. Mungu akubariki. Ndio ni nini anaanza sasa hivi watu. Kwa sababu mmoja ndani. Akamwambia pale mama akamwambia kama lakini mama akaenda biology akachukua sifa kutoka Mungu akamwambia polisi wale hapa wanapita biology akamwambia nimetafuta hata sijui niweka wapi yeye na mimi angeweka kwa mfuko lakini yule malaika akamwambia kuiba siku hii tutacheka na yako anaweza sio amen unajua change. Siku nyingine niliingia ndani kwenye pale. Kazi ninachukia pale. Na nikalipa pesa. Lakini baada ya kwanza nilipe ile namba nikamflash. Namba naye nikamwekea message. Nilipokuja ukaa kitu kama saa 7 nikakuta ile pesa iko weka. Na anajua na namba yangu hii. Sasa nikampigia simu. Nikamwambia nimpe mtu ulipeka asubuhi. Ninaona pesa yako iko kwenda nilikuwa nataka kutumia. Unaenda kwa duka. Unaenda kununua kitu, unaletewa pesa mingi. Na unachangamka. Unasema mtu amesema. Hata tena unashuka ndani unahukumika. Ule malaika wa utakatifu anakuambia nzuri. Kwa sababu si tatizo lako. Useme amen. Amen. Nilimwambia wakati mmoja, 96, nilitoka hapa nikaenda town. Nikaingia wakati tulikuwa tunatoka hospitali. Nikaingia ndani ya hospitali. Na nikarudi tena hospitali. Nilipokuja kwa nyumba nikamwambia nikawa sana. Na sisi ni mwisho. Kwa hiyo naambia na Mungu anaokoka habari. Kesho yake nikaamka nikaingia ndani nikaenda town. Nilipokuwa naenda town nikalipa 10. Kwenda. Na kaniambia pale sana kaambia hata hiyo. Nilipokuwa na mtu nikalipa 10. Kuna mtu nikalipa shilingi wenyewe. Kwa sababu kwa hiyo. Je, unaweza ukapata ingine kwa mfuko wako? Wakaruhusia mwenyewe. Malaika akianza kumsema anakufundisha mambo ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliwaambia inabadilika hivi. Inabadilika hivi. Tuko mwingine hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliamka siku moja
Ngoja kama mseme. Mungu ananiambia basi wajana na hiyo wajana hiyo kwa mwingi. Unasikia? Hiyo wajana hiyo kwa mwingi na roho. Pesa Mungu anataka kuuliza kusema ingia. Kwani 5000. Nenda kusemaje? Sasa ile ndio naanza kuja kukujaribu na malaika. Sasa atakuja kukuzuia. Lakini wewe utakosa kuwa obedient. Utakumwambia ndio obedience. Sio bajini tuwe pamoja. Haleluya. Nimekuambia ndio uweze kupata huduma ya malaika. Nitakwambia angels hawakuumbwa waabudiwe na watu. Na ili uweze kupata hiyo huduma lazima uwe obedient and righteous. Amen. Tuseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Hicho kuna kupita lakini hiyo ni kaburi. Siingie na simeingie zenyewe. Si Mungu anajua njia ya kujibu maombi. Hebu kilio umepata mshahara wako. Umepata mshahara wako. Na ukitumia ama ukilia ndugu yako ama mamako ni mgonjwa na kwa hali mbaya. Na ukiweka pesa ukimtumia hospitali afanywe operation. Unatuma pesa apeleke hospitali. Pesa ingie kwa mtu kwa bahati mbaya. Na aseme Mungu amekuja. Unasikia aje? Wewe ubaki kile. Wewe kuna kitu kinaitwa muujiza. Kwa bibi ambao au kutoka jacho. Biblia inaweka wazi inasema tutakula jacho. Tutasukula jacho. Kwa hivyo kitu ambacho si jacho lako achana nacho. Amen. Hallelujah. Kama unataka kuona huduma ya malaika, bali kuwa holy and obedient. Hallelujah. Sasa tumesoma Revelation. Tumesoma hapa. Revelation chapter. Nimechanganya. Nanda hiyo. Nimesema namba 37 angels. Si ndio? Nilikuwa naelezea na nikasema about holiness sawa. Sasa hiyo sasa nataka tusome mambo ya seraphim angels. Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Revelation chapter 5 verse 11 to 12. Namsoma Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Alafu nisome Revelation chapter 5 verse 11 to 12. Umejapika? Yeah. Isaiah 6:1-7. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na nilimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Verse 2. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. 3. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. 4. Na misingi ya misigiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. 5. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. 6. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu.
kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili nimekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa, na dhambi yako imefunikwa. Nimekuambia seraphim angels wanadili na holiness. Wanadili na holiness. Wanga labda kwa sababu kuna watu labda waenda coach kule ndani. Ukiingia coach kule ndani, ukiingia kuna mahali unapita, unaingia mlango unafunguka. Na kama una kitu chochote ukifika kwenye kufunga ile basi sasa usitoka. Wewe ngeuka ndio wasikaje kukulia. Kumaanisha na kitu kibaya ambao unaingia nacho. Kwa hiyo mara kitoka ndio kitu. Na ndio kuambiaje? Seraphim angels hapo wanasimama kwa mlango. Hakuna kuingia mbinguni kama usitakatifu. Amen. Na ndio unaanza kuwa na separation. Unaenda kulingana na hali yako ya vitu vyokaa duniani baada ya kuokoka. Biblia inasema mwaka ule mfalme Hosia aliyokufa, yaani huo mwaka mfalme aliyokufa, Isaya alisongea kwa madhabahu, malaika naye akatokea huyo Seraphim. Alipokuja akafanya nini? Akatoa kaa la moto, akamchoma mdomo wake, akamwambia kuanzia sasa dhambi zako na maovu yako imefunikwa. Sasa unaanza kutajua kwa hofu. Hiyo muda wote umekuwa ukisaa au kwa sawa. But now unaweza ingia katika another level. Hallelujah. Kumbe watu wakikosa kuwa holy wanaweza kukosa kuingia level nyingine. Unaweza kukaa mahali pamoja tu. Unaweza ukawa unafanya vitu saraka. Unarudia vitu vya zamani. Kwa sababu gani? Umekataa kukaa hali ya utakatifu. Na kwa sababu umekataa kukaa hali ya utakatifu, Seraphim naye kukataa. Hata ukataa kusema amen. Unaomba maombi, unaona hakuna vitu vinaenda. Kwa sababu yule malaika ambaye anaangalia holiness ya achilie vitu vyake, anakuweka kando. Unataka kuja kumuulize, hakika Seraphim utawakanda mtaingia ndani. Siongea na yeye. Sio mwanadamu kuuliza Seraphim akisimama. Hapa si mambo ya Mikaeli, hapa si mambo na Gabrieli, hapa ni mambo na kuachilia vitu vyake. Ndio maana watu wanaweza kuomba lakini inakuwa maombi yao si takatifu. Inakuwa maombi yao si sawa. Watu wanaweza kutoa dhambi lakini kikosa kukubalika kwa sababu hata yeye aliyetoa dhambi si takatifu na si sawa. Hata wangapi wanatoa, hata wachawi wanatoa. Si wewe ndio unasema ya. Hata wachawi wanatoa dhambi, wanatoa sadaka, wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi, wanachinja kuku nyeusi na nyeupe. Hata wao kile sadaka yake moja, yeye anakuwa mbuzi. Amen. Sasa lazima ujue Seraphim angels wataangalia. Isaya akatokea kwa madhabahu. Ikawa ndio maombi yake na niendelee wengine. Mpaka atakaza kwanza. Wapendwa, unaweza ukaa kanisani. Nimekuambia hapa simama na Mikaeli, simama na Gabrieli. Huyu anaitwa Seraphim. Kazi yake anaangalia nini? Anaangalia nini? Wacha niongezee kitu kingine. Hapa si ndicho anaangalia kitu. Hapa si pasa wako. Pasa wako anaangalia vitu vingine. Sasa anaanza angalia sadaka kama ametoa vizuri. Pasa anaweza angalia sadaka kama ametoa vizuri na kumbe kama anatoa. Na pasa anaweza kuangalia kama anataka kuchelewa. Lakini malaika anaangalia Seraphim anaangalia mambo ya kuchelewa kanisa. Ataangalia moyo wako. Ataangalia vile unaenenda na Mungu. Halo. Hapo kuja kanisani ninasema mahali pengine utainua mikono yako ambayo ni michafu hata nyumbani. Biblia inasema wengine wametoa lakini wameleta kwa miguu iliyotoboka. Kwa sababu holiness, malaika akiangalia naona anaweka miguu iliyotoboka. Ujanja mwingi, ndio anasema ujanja na kataa. Haleluya. Hapa ni mambo
Inasema nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000. Verse 12, wakasema kwa sauti kuu, hastahili Bwana Kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Wale wanaoingia mambo ya holiness, kuna maeneo pepo hawezi ingia. Haleluya! Kumbe hawa, my God, haleluya, hawa ndio walisimama wakati Anania na Safira. Wewe unasikia Sera wakisimama, hata kama unasongea kwa madhabahu ya kuvia, hata kama umeleta ng'ombe yako, hata kama umeleta mbuzi yako, unaweza kuwa pamoja na mbuzi yako. Kwa sababu gani? Sera ataangalia utakatifu wako. Mpendwa, unaweza kutembea popote, unaweza kufanya hiyo na pale, lakini malaika Sera wakisimama kuangalia utakatifu, unaweza kukota vyote. Wapenda si vizuri kukaa kanisani China. Unaweza kuwa na majina makubwa. Ndio maana watu wanaenda mabisho, watu wanaenda maarchbisho, watu wanaenda mapopu, lakini ukiangalia utakatifu hakuna. Walikataa kwa obedience, walikataa kwa kuishi maisha matakatifu. Na sasa hivi wakiangalia akijaribu kugeuza nakataa. Isaya akaanza mwenyewe akasema, ole wangu, nimeishi na watu wachache. Lazima kwanza ujitambue wewe unaishi maisha gani. Lazima kwanza ujielewe unaishi maisha gani. Lazima kwanza nijione ninaishi maisha gani. Watu wanapenda kuangalia maisha ya wengine, jiangalie wewe kwanza. Hivyo ndivyo tunasema haleluya. Jiangalie wewe kwanza. Wacha kuangalia dhambi za watu. Malaika Sera yuko kuangalia dhambi ya kila mtu. Beba jiangalie wewe. Number 4. Cherubim, angels, makerubi. Watu wanaibana, si wanaibana? Makerubi. Tunanibii huyu wanasema. Meta kaboko. Wewe, unaimba hiyo? Makerubi, haleluya. Sisi waseji na ile. Si mimi huyo, wewe. Waseji na ile namba serubi haipenda kasi. Amen. Sasa nataka kuangalia hapa wale. Hao nitakupatia moja na kusoma andiko. Kazi yao ulinda utakatifu wa Mungu, ulinda utakatifu wa Mungu. That is number 1. Number 2 in Roman, ulinda maana patakatifu. Na naona ndio hii sasa. Ulinda utakatifu wa Mungu, ulinda mahala patakatifu, uweka mipaka mbele ya Mungu. Ninakwambia number 3 na number 4, they are dangerous. Shera, ulinda utakatifu wa Mungu. Maandiko yanasema hata shiriki utukufu wake na mwanadamu. Sasa ukijaribu kuingia katika ile ndoa yake. Hebu soma maandiko. Genesis chapter 3 verse 24. Hallelujah. Genesis chapter 3 verse 24. Exodus chapter 25 verse 18 to 22.
Exodus 25 verse 18 to 22. Ezekiel chapter 10 verse 1 to 5. Ezekiel chapter 10 verse 1 to 5. Hebu tusome kwa haraka please. Yes. Genesis chapter 3 verse 24. Chapter 3 verse 24. Nasema hivi: basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upako wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mtu wa uzima. Amen. Amen. Everyone, baada ya Adam kufanya dhambi alikuzwa. Baada ya Adam na Hawa kufanya dhambi wakiwa katika shamba la Edeni, walikuzwa na Mungu akaweka nani? Akaweka nani? Sherubi wakiwa wameshika upanga. Mpendo, wakati unapotenda dhambi, kuna maeneo hawezi kuingia. Kuna maeneo ya Mungu hata ukifanye. Watu wanatenda dhambi, watu wanatenda mambo na wanakuja kwa madhabahu, wanadanganya watu. Naomba uelewe kana kwamba wakati Adam na Hawa walipotenda dhambi mbele ya Mungu, Jehova aliwafukuza na akaweka malaika wake wakiwa wameshika upanga, kumaanisha kuanzia leo hamtaingia katika territory yako. Kuna territory za Mungu ambao hawezi ingia ukiwa mwenye dhambi. Amen. Kumbe nimekuja kujua watu ndio wanajizuia. Kuna maisha unaweza ishi wewe mwenyewe kwa kujiamulia, ukawa unaongeana na Mungu. Unasikia watu wakitoa ushuhuda, unauliza kwani wanaishi maisha gani? Wewe ulikataa kuishi maisha mazuri na Mungu akaweka mipaka. Nimekuambia mambo matatu, nikakwambia wanalinda utakatifu wa Mungu. Ile unajua kuna unaona rais akiwa anaongea, huwa kuna watu, kuna ile askari wanamzunguka, uweze kwenda kugusa. Ikulu ya rais inalindwa. Kuna wale wanaweza kulinda. Hivyo rais naye, hivyo naye Mungu kama rais anajua kujilinda. Mungu naye ameweka ulinzi. Kuna maeneo wewe usiingie. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu tu tunaishi kwa neema. Biblia inasema wana wa Haruni, wana wa Eli, kwa sababu Holy of Holies. Kuna maeneo kiingia. Nebukadneza alikuwa nyasi kwa nini? Kuna maeneo aliingia ambayo si yake. Halo. Wapendwa, ni vizuri kuamua kuishi maisha ambayo utaingia katika territory za Mungu. Na kama unataka kuingia, kaa maisha matakatifu uone Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Yaani nisomee mstari mwingine. Exodus kutoka 25 verse 18. Yeah. Nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua katika hiyo miisho ya kiti cha rehema huku na huku. 19. Weka kerubi moja mwisho mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema mwisho huku na mwisho huku. Na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema na mabawa yao, na nyuso zao zitaelekeana hili na hili. Nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema. 21. Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku. 22. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda. Katika mambo yote
nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli, meza ya mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Amen. Amen. Let me some Ezekiel chapter 10 verse 1. Ezekiel chapter 10 verse 1. Ndipo nikaangalia na tazama, katika anga nilikuwa juu ya vichwa vya makerubi, kulionekana juu yao kama kwamba ni yakuti za mawi, kuonekana kama mfano wa kiti cha enzi. Naye akamwambia mtu yule aliyevaa bapta, akasema, ingia katika magurudumu yazungukayo, yaani chini ya kerubi, ukaijaze mikono yako yote miwili makaa ya moto toka katikati ya makerubi, ukayamwange juu ya miji, akaingia ndani yake mbele ya macho yako. Basi makerubi walisimama upande wa kuume wa nyumba hapo alipoingia mtu yule, nalo wingu likaujaza ua wa ndani. Utukufu wa Bwana ukapaa kutoka kwa kerubi yule, akasimama juu ya kisingiti cha nyumba, nayo nyumba ikajazwa na lile wingu, na ua lilikuwa umejaa mwangaza wa utukufu wa Bwana. 5. Na sauti ya mabawa ya makerubi ikasikiwa hata katika ua wa nje, kama sauti ya Mungu Mwenyezi asemapo. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia hao wanalinda utakatifu, wanaweka ukuta. Kuna maeneo huwezi fika. Hawa maserafi makerubi, unaona Yesu wakati watu walipokuja kumshika, ndio wapivi, aliwauliza mnamtafuta nani? Wakamwambia tunamtafuta Yesu. Akamwambia mimi hapo. Wote wakaanguka. Ao eneo hiyo, wapendwa, ni makosa kukaa kanisani na huwa mbinguni utaingia mahali pengine. Ni makosa kutembea ukisema umeokoka. Ni makosa kukosa mbingu kwa sababu ya vitu vidogo. Unajua katika vikosi vya hapa duniani kuna polisi, kuna jeshi na kuna maji. Chingine akina nani tanisaidia jina. Wale zile vitu tanisaidia. Wale ambao wakiachiliwa, hata kuku, hata paka wakiachiliwa hao hakuna, si mtu anapika wanapika yote. Hiyo ni nini? Ni jeshi. Jeshi. Wakiachiliwa kuna nini? Hakuna. Pale wamepika kumaliza chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, nao malaika hao wa utakatifu, mpendwa, kuna maeneo huwezi ingia. Na unajua kila maeneo iko na vitu vyake. Ukiamua kuishi maisha mazuri ya Kenya, utaona Mungu bila kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mza rafiki yako mueleza, "Hello." Mungu zetu mueleza, "Hello." Tumwambie hello. Pia sema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa namba 5. Namba 5. Nataka kupeleka ujue ile kikundi na timu yangu. Sina Richard Gabriel Mikael mada kwa Bakai. Kuna guardian angels, malaika wa ulinzi. Malaika wa ulinzi. Hapo kuna misali mingi tunasoma mbele kwa sia masaa. Amen. Hao namba 1 ulinda watu binafsi. Hapo sasa ndio tunaingia hapa. Malaika wa guardians
angels, malaika wa ulinzi. Lakini nasikia mtu anachanganya, anaita Gabriel, anaita Mikaeli, anaita Serafimu, anaita nini? Hapana. Malaika wa ulinzi kazi yao wanalinda watu binafsi. Sawa? Namba 2, kuokoa watu katika hatari. Namba 2 ndio maana kazi yao wanaokoa watu katika hatari. Namba 3, uongoza watu katika njia ya haki. Misali, Psalms 91 verse 11 to 12. Acts of Apostles chapter 12 verse 7 to 10. Psalms 34 verse 7. Exodus chapter 23 verse 20. Exodus chapter 23 verse 20. Matthew chapter 18 verse 10. Nataka tusome mstari mitatu. Nataka tusome Psalms 91, tusome Acts chapter 12, na tusome Exodus chapter 23. Hebu tusome. Psalms 91 verse 11 to 12. Yes. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Yes. Mikononi mwao watakushukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Amen. Amen. Kutia tena vizuri watu wasikie. Nimekwambia hao wanafanya kazi ya kukulinda wewe binafsi. Wanakuokoa katika hatari yoyote. Wanakuongoza katika njia za haki. Hebu soma hiyo mstari 11. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia. Atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakushukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Amen. Amen. Haya. Acts chapter 12 verse 7. Acts 12. Ninasoma. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mule chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge kavaa viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivinge nguo yako ukanifuata. Akaondoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita pigo la kwanza la pili, wakaja hata mlango wa chumba wa kuingia mjini, akamfungulia mwenyewe. Wakatoka nje, akapita katikati njia moja, mara malaika akamwacha. Amen. Petro alipowekwa gerezani, malaika akaja akamtoa. Nimekuambia kuna malaika wa kukutetea, kuna malaika wa kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia mtu anaomba na roho wa Mungu akamtetea, roho Mungu akanionekania. Mpendwa, elewa maandiko. Kila kitu na kazi yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Exodus. Soma Exodus 23. Anaandika Exodus 23 verse 20. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, yes, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Amen. Ninakwambia lazima wewe obedience. Ndio malaika wote kupata huduma ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuende namba 6. Angels
Number 1 in Romans, wanapigana vita vya kiroho. Wanapigania vita vya kiroho. Number 2, kukupatia nguvu, kukuchidalia nguvu za giza. Na tena wanalinda taifa na watu wa Mungu. Wanalinda taifa na watu wa Mungu. Hebu tusome mstari kwa haraka. 2 Kings chapter 6 verse 16 to 17. 2 Kings chapter 6 verse 16 to 17. Daniel chapter 10 verse 20 to 21. Na Daniel chapter 6 verse 22. Hebu nisomee mstari mmoja. Second Kings chapter 6. Was it verse 16? Yes, verse 16 to 17. Yeah. Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfungua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Amen. Hebu nielezee kidogo. Wakumbuka wakati wa Sodoma na Gomora. Tuko pamoja? Malaika wakaja wakashika Lutu mkono na watoto wake wakakimbia nao kwa watoto. Anaweza siku. Sasa hapa tunasoma wale ni kwa kurescue hiyo. Hawa ambao walikuja kumshika, hawa ndio wa kurescue. Hawa na hapa tunasoma hawa wanapigania vita wenyewe. Sawa? Anaambiwa, Biblia inasema Gehazi akaamka asubuhi. Alipoamka akaona jeshi kubwa ya wanachemi imewazunguka inakuja kuwaomba. Wapendwa, saa nyingine unaweza kuwa umelala na mashauri akapanga kukuroga usiku. Don't fear. Usiogope. Jeshi ya Mungu imekuzunguka daima. Malaika wa Bwana wamekuzunguka. Wacha kuona kana kwamba ukisafiri unaweza kuuawa. Wacha kuwa ukitembea unaona kana kwamba maisha yako iko hatarini. Kama unaishi maisha matakatifu, jeshi ya Mungu iko tayari kukulinda. Linasema Gehazi akaamka asubuhi, akaona jeshi kubwa ya wachemi wanazunguka. Akarudi kwa mtu wa Mungu akamwambia, tumaisha. Linasema Elisha akaomba. Gehazi akafunguliwa macho. Wapendwa, ukiwa katika roho wa Mungu anakufungua macho. Akaona jeshi kubwa ya farasi wa moto imewazunguka kutoka mbinguni. Akamwambia, usiogope, walio pande wetu ni wengi kuliko wao. Na kwa kweli ilifanyika. Biblia inasema ile jeshi la wachemi ilipigwa popo, ikaongoza mpaka kwa mfalme. Wakaenda wakakula na wakakunywa. Baada hiyo wakafunguliwa macho wakajikuta kwa ikulu. Hebu kilia Al-Shabaab na mambo yake. Amekuja ndio kwa anajikuta kwa status ya meketi pale siku. Na amekuja na amekuja. Na msala na mkutano. Ndipo nataka kuambia mpendwa, hii kitu ambacho usiogope, Mungu yuko pande wako. Sio lazima usijitie matakatifu, malaika wako wakulinda. Tusomeni kwa nini? Daniel chapter 10 verse 20 to 21. Ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakujia? Na sasa tutarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi. Nami nitakapotoka huku, tazama, mkuu wa Uyunani atakuja. 21. Lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli. Bwana hapana anisaidiaye juu ya hayo, ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Amen. Nataka nisome malaika ya mwisho namba 7.
malaika wa hukumu, angels of judgment. Hao wakikuja si wazuri. Wanaweza spread the angels of judgment. Uleta na kwa ni Roma na basi uleta hukumu ya Mungu kwa watu. Wanaona mambo ya inji wakati kunakuwa na shida na watu wanafanya dhambi. Huyu malaika akituma kunakuwa na shida. Wakati huyu malaika ametuma kwa nyumba yako, mambo yanakuwa mabaya. Wanaweza sema amen. Malaika wa hukumu ndiye alitumwa kwa nani? Wewe. Kwa nani? Anakula nyasi. Akatumwa kwa Belishazar. Wakati malaika wa hukumu ametumwa, unaweza kuona mikazi nao kupata ukajiuliza nini? Sasa wewe, tuko pamoja? Ya Mungu sio rafiki yako, kwa sababu naongea tu sasa tunaliza. Sio Mungu sio, mmoja. Ngoja mmoja, ndio naangalia. Sasa hivi unaona mambo yanataka watu wanaanza kuuliza bwana kwa fulani. Bwana kumekuwa hivi. Na watu sasa hivi tunataja shetani mahali huko. Tunataja maangels. Tunasema manjini. Sasa hivi si manjini. Kuna vitu mpendo unaomba ujielewe. Kama unaokoka vizuri na umesimama vizuri katika Mungu, mbona jambo kama hili kuja kwa wazi ya kawaida? Hatumeokoka na jambo linalokupata hata ukijaribu kuketi kutafakari hatuwezi kuipata kabisa. Why? Mambo mengine inaweza kuwa hukumu. Malaika anatuma kwako kwa hukumu. Anakuja kuhukumu watu. Sasa hivi kuna kwanga nile inaitwa drought kusema kiangazi. Unachangaa kwa fulani pale ulikuwa na ng'ombe 100. Na zako ni tatu zinakupa zote na inakuatika mtoto. Na ilikuwa kiangazi ya ng'ombe. Mbona gharama kama gani mtoto? Na kanisani watu wanakaa kanisani, Mungu anawabariki na vitu, Mungu anawabariki na afya nzuri, Mungu anawabariki, lakini wanaenda kwa mipaka ingine na ngozi ya kiungu. Anaweza sikuhi. Yale maisha utakaoishi wewe, yale maisha utakaoishi itawekwa ulinzi mkubwa kwako. Tumesoma malaika wa ulinzi, kana kwamba malaika wanaenda kulinda fulani kwa kuacha. Yatengeneze maisha naishi, yatengeneze maisha naishi. Anaweza sikuhi. Amen. Hebu tusome hili sasa kwa haraka. Nimekwambia wanaleta hukumu ya Mungu kwa watu. Uadhibu wofu. Namba 2 Roman, wanaadhibu wofu. Namba 3, utekeleza mapenzi ya Mungu duniani. Hawa malaika. Namba 7. Haya. Tusome Revelation chapter 8 verse 6 to 13. Revelation chapter 15 verse 1. Genesis chapter 19 verse 1 and 13. Second King chapter 19 verse 35. Ninarudia kama kwa mtu ameacha. Revelation chapter 8 verse 6 to 13. Revelation chapter 15 verse 1. Genesis chapter 19 verse 1 and 13. Second King chapter 19 verse 35. Naomba tusome vitabu hivi kwa sababu ya masaa. Revelation, tusome Revelation na tusome Second King. Hebu sikiza. Na wale malaika 7 wenye baragumu 7 wakajifanya tayari ili wasipige. Wakajifanya tayari ili wasipige. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, ukawa mvua ya mawe na moto. Ukawa na nini? Mvua ya mawe. Wewe uko pamoja, ukawa na nini? Mvua ya mawe. Hiyo mvua ya mawe na moto inatoka wapi? Duniani. Hiyo ni adhabu ya Mungu
vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea, na theluthi ya nchi ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Malaika wa pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa mlima mkubwa uwakao moto kikatupwa katika bahari, theluthi ya bahari ikawa damu. 9. Wakafa theluthi ya viumbe vilivyo baharini vyenye uhai, theluthi ya merikebu zikaharibiwa. 10. Malaika wa tatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni, iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemchemi za maji. 11. Na jina lake ile nyota yaitwa Pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa ushungu. 12. Malaika wa nne akapiga baragumu, theluthi ya jua ikapigwa, na theluthi ya mwezi, na theluthi ya nyota, ili kwamba ile theluthi itiwe giza, mchana usiangaze theluthi yake, wala usiku vivyo hivyo. Mwisho. Kisha nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu, akisema kwa sauti kuu, ole ole wao wakakaa juu ya nchi, kwa sababu ya sauti zisaliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nisome 2 King alafu maliza. 2 King chapter 19 verse 35 inasema, ikawa usiku huo malaika wa Bwana alitoka akakiingia kituo cha Waashuri, akawapiga watu 185,000, na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuomba maombi ukisema na amuita malaika wapige ile nyumba wabadili. Mungu ataangalia ile maombi unaomba. Hao watu wamefanya maovu gani yanalizana ile nyumba? Ninaomuita malaika wa Bwana wakatakate na kuoa. Mungu ataangalia ile dhambi ndio wanamuita malaika wa kuniua. Amefanya kazi, amefanya kosa gani? Ndio naona zaidi naomba maombi na ibada kazi. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba maombi na ibada kazi. Kuna mikakati wapendwa. Mtu akuhukumiwa kunyongwa mpaka kuwa kuna ile makosa aliyofanya. Si kweli? Mtu akuchikwa afungwe jela miaka 10 inategemea alifanya kosa gani. Siwezi zikwa tu na kuko na kitu nimefanya na nifungwe. Hivyo Mungu ataamuliza wewe, you will not command the angels wakuja katakata mtu na kuwa mtu na kitu anafanya. Kwa hivyo nikuambia usiogope watu wanafanyanga maovu ambayo ina mwelekeo. Usiogope mtu anafanya kitu ambacho havina mwelekeo. Ninaishi maisha mimi I don't fear. Wishi kurata ni kosa sasa. Kwa sababu ndio wakuja kuondoka wanaondoka ninafanya nini? Mimi kiwango ya kuroga nimetoka. Niko na malaika wanaonilinda na wanaonilinda na hao watu. Na wewe pia umeokoka vizuri, kaa vizuri bila woga. Amen. Biblia inasema kwa sababu watu walikuwa wamefanya dhambi, asubuhi wakakuta watu 18,000 wamekufa. Wakati hao malaika wametuma kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu
ningeitoa wachungaji. Unachangaa kanisa imejaa watu 10,000, watu 20,000, watu 20,000. Sasa nakupa ile kanisa inaita kabisa na kuzika. Why? Mambo iliyokuwa inaendelea pale si ya kiungu. Mungu hawezi anzisha kitu yake nikaharibika. Hakuna. Mungu si mwanadamu, hawezi anzisha kitu yake na ikaisha. Kwa hiyo inabika mahali Mungu anapika ile jambo unaisha, ndio anzisha kitu kingine. Kwa sababu anaangalia naona pale hakuna Mungu na hakuna kitu kinaendelea. Sasa hii nilisaidia kujua saa nyingine hata ukiona mtu pasa amekufa na kanisa ndio inaisha pale na kufa. Hapana. Hii kanisa pasta alikuwa anaendeza mambo ambayo si ya kiungu. Na kama ananisikia na kaziriko njoo iko hivyo. Kwa sababu alikuwa amejificha pale kwa madhabahu. Mungu akaamua kufanya hivyo. Basi ndio watu wa Mungu, kwa sababu na watu wako pale wanaendelea kuumia na Mungu hataki waumie. So yote ni kumalizana na yeye. Wanaweza siku. Ni wachungaji wangapi wamekufa? Wewe sina kuuliza. Ni mabishop wangapi wamekufa na kanisa inaendelea vizuri? Kwa nini ya huyu akufe na kanisa ishe? Tuulize maswali, kwa nini? Na wachungaji wangapi wamekufa? Ni mabishop wangapi wamekufa na kanisa inaendelea? Kwa nini yeye akufe? Wanaweza siku. Hata yeye Yuda alikuwa alikufa na mbona inaendelea? Kwa sababu misingi ilikuwa sawa. Ikifika wakati wa Mungu kukuita ni sawa, anakuita. Lakini si akuita na kazi yake haribika kabisa hizi. Hakuna kitu kama hicho. Ni kwa sababu kuna mambo watu wanafanya katika ile kanisa, wanafanya hapo ndani kwa kuwa wamejificha kwa Biblia. Sasa Mungu anaamua kumalizana hivyo, anatuma malaika wake. Anakufa na unasikia mambo mengine yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu Mungu hawezi kuhusu. Kitu kinaendelea saa hii katika makanisa ni kitu ya kutangaza. Hata mtu akipanga madhabahu, anaandikwa kifo kwa madhabahu na kufia. Hiyo madhabahu imekuwa nini? Hiyo madhabahu ndani ndio mwanaka pale ni halali. Kwa hiyo hiyo kanisa ni halali. Na watu wanajiona watu wanapiga kukapa. Wanakaa Mungu ametafuta njia, ametuma malaika wapita anasema hiyo kitu. Hawezi kutoa hapo, that is the truth of the gospel. Kwa sababu gani? Mungu hawezi anzisha kitu yake nikaisha mpaka kiendelee. Hawa malaika wa judgment wa kitu mambo yanakuwa magumu. Naomba simama na miguu yako tunapomalizia. Hallelujah.